Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu tena katika mwendelezo wetu wa kujifunza, na leo nataka tukajifunze juu ya habari ya tahadhari ya kiroho. Tahadhari ya kiroho. Tuweke msingi wa maandiko katika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 3. Nitasoma. Biblia inasema, walakini wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Mtume Paulo alikuwa akiwaasa ama akitoa tahadhari ama akitoa onyo kwa watu wa Thesalonike kwamba wasiridhike, wasibweteke, kwamba wakati mtu anaposema kuna amani ama kuna usalama, ndipo uharibifu unakuja. Au kwa tafsiri nyingine ni kwamba adui anaweza akakupumbaza, adui anaweza akateka ufahamu wako, ukaendelea kuhisi kwamba kuna amani na ukaona kweli amani ipo, lakini kumbe ndani ya amani hiyo uko uharibifu ambao adui anauandaa, na wakati usiodhani na wakati usiotegemea adui ataachilia uharibifu ule, utakuangamiza. Na kwa sababu utakuwa hujajiandaa, ni dhahiri kabisa kwamba uharibifu ule utakuharibu. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo anatuasa na kutusihi, ni lazima tuchukue tahadhari, tusibweteke ndugu zanguni. Tuelewe ya kwamba tunasafiri kuelekea mbinguni. Amani hii tulionayo, furaha tulionayo katika dunia hii, tujue ni ya kitambo tu, lakini yako maandalizi mahali ambako tutaenda kuwa na furaha, tutaenda kuwa na amani isiyokuwa na kikomo, isiyokuwa na mwisho. Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu Paulo ambavyo alikuwa akiwaasa na kuwakumbusha watu wa Thesalonike, na sisi tunaendelea kukumbushana, tukiwa kwenye ndoa, tukiwa kazini, mahali popote tunapokuwa, tusije tukalewa amani, tusije tukasahau. Imetupasa sisi tuliookoka kuomba siku zote bila kukata tamaa. Ndiyo maana mtumishi wa Mungu Paulo anatuasa, anasema kwamba tusilale usingizi kama wengine walalavyo. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho lazima tuwe macho 24/7. Hatupaswi kulala hata kidogo. Ukisinzia kidogo tu unampa adui mpenyo wa kuweza kuchukua nafasi. Ni kuase wewe ambaye bado ulikuwa hulielewi hili, Mungu afungue ufahamu wako, uelewe ya kwamba hatupaswi kuridhika na hiki tunachokiona kinachoendelea duniani. Inatupasa kujipanga sawasawa, inatupasa kuomba sana kuhakikisha kwamba tunazuia uharibifu unaoweza kutokea katika ulimwengu wa roho. Na tukumbuke kwamba lolote linalotokea kwanza lazima lianzie katika ulimwengu wa roho, na Mungu hawezi kuachilia uharibifu bila kutoa kwanza tahadhari, bila kutoa onyo. Onyo ya Mungu kwetu ni neema. Ukiona Mungu ameruhusu onyo au tahadhari, ujue hiyo ni neema, kwa sababu anatualati yatupasayo kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, tuamke, tusibweteke, tusilale, tuchukue tahadhari. Ukisoma kitabu kile cha Yeremia sura ya 6 mstari wa 14, anasema in summary kwamba amani, amani, lakini hapakuwa na amani. Hiyo ilikuwa ni amani feki. Sasa sisi kama kanisa ni lazima tuamke, ni lazima tukae chonjo ili kuweza kuchukua nafasi zetu ya kuwa macho. Mungu akubariki na nikutakie amani tele katika maisha yako. Amen.